Were you born? By who? You were born by your mother. Where did he get the seed from? Your father. Is that contested in the Bible? Why do you call your father your father? No, where does it written? Has it written biological father or unbiological father? There is no verse that says so. Corinthians, it speaks of who? Yeah, about the father. Respect your father and your mother. Yes. How were they looking at it? He was looking at the spiritual context where people looked at men like God. He was telling them, do not worship any man. The only to be worshipped is who? God. So he was looking at, it's like when he said, whether you get circumcised or not circumcised, you are still the son of God. He did not stop those who are circumcising to circumcise. But he wanted to clarify, that one does not disqualify you from becoming a child of God. Jesus was telling them, only God to be worshipped, to be called that Holy Father. Because our Father in heaven is the Holy of the Holiest. Is the Holy Father. So nobody should equate God with man. That is what Jesus was saying. But there is a father who gave birth to you. That is your biological father. A person that mentors you spiritually becomes a spiritual father. That is why you have spiritual and biological. Biological and spiritual to make a difference. So that you may know this is spiritual and this is biological. And we also have foster. Hello? We have what? Foster. Father, the name Father represents an authority that guides you. Not an authority that you worship. Even your own father, biological father, you can't worship him. But he is commissioned to guide, to give an authorization, an authenticity of what you look at him for. If you look at your father, the biological father, as somebody who will give you the authenticity of life, that this is a man I will learn from, this is a man that will teach me, a man that will guide me, because that is where we get our mentorship from our fathers, the biological fathers. They will watakulea kutoka kwa utotoni wako, then they will usher you to the world. That is why he's called Father. Father, it is a mentorship. Now, the difference how there comes, what kind of mentorship? Biological means whole of you controlled in the spirit, in the physical, and also in the spiritual. When you come to me, I become your spiritual father on the context of me mentoring the word of God to you, not you worshiping me. Me just transmitting what God is saying or what God wants you to be. Now, on turning to Karanja, that I was born again, like now I said, Apostle Nganga is the one that gave birth to me in the spiritual context. Then from Nganga, I went to Harrison. Harrison mentored me. Huyo ndiye alinilea. Huyu ndiye alinizaa. James alinizaa. Lakini aliyenilea ni nani? That is where we come the foster father. I was born, nilizaliwa, nililetwa kwa ufalme na James Maina Nganga, lakini hakunilea. Hallelujah. Aliyenilea na akanipanda nikamea ni Bishop Harrison Nganga. So my allegiance goes to Bishop Harrison Nganga. But when I meet James, I'll still look at him as my father who brought me, alinizaa.
Lakini all my tithes, all my allegiance will not go to James. Will go to who? He is the one that planted na akanipalilia mpaka nikakua. Ile kitu iko ndani. The doctrine that is in me ni ya Harrison, si ya James. So the doctrine that you are under, that one dictates where you fall or what you do next from there. But there is this important thing. You have moved from this church, Pastor Karen. She's Pastor Karen. You have moved from Pastor Karen church. That is where you've grown. You've come to Pastor Lydia church. You've started ule Karen ni uko kijijini. Na huyu Lydia ako hapa. Now it will cause you either cut connection ya kijijini ujoin hapa. But you can still maintain Karen to continue to be your spiritual mother or spiritual father huko kijijini, where you will be sending your tithe. But sit under Lydia, because this is a church and you need to be in the church to be taught the word of God. So your offerings will be sent here. But your tithe, he will remain to be where you pay your tithe. That is where your spiritual father is. You don't pay tithes to foster fathers. You give your tithe to your spiritual, because they're the ones that are feeding you the word. But because of the grace you've come to sit under me, yet you still have a spiritual father, what you'll be giving here is an offering or sacrifices. But the connection of the grace that will be moving you, the blessings when they come, they won't come through here. They will come through where you give your tithes. Are we clear on that? So it is very important for you. If you have decided you have moved from the village, you've come to Nairobi, it is very important for you to disconnect from the village. Because the grace of the village is not the grace of the town. Hallelujah. The grace of the village, maybe your father is limited to that small village where you come from. Which village do you come from? The name of the village, the local name. Nambaine. Your spiritual father is limited to Nambaine. He doesn't have wings beyond Nambaine. The pastor in town is given the grace of the town. And when you come to this church, I can see we have Luyas in the church. We have South Sudanese in this church. We have people from Gatanga. We have people from Nyeri. We have people from Kiambu. We have people from Nyahuru. People have scattered. Meaning the grace that is in me is a national or an international grace. But your pastor in the village is limited to that village. That's the end of him in that small village. So when it comes to your growth, spiritual growth, you will not grow. You will be limited there. Even if you come to town, your thinking and your character and behavior itakuwa tu nikeshagi. Ndio unaonaga watu wako town, tuko nao kanisani, lakini mkienda kwa meeting kusikuongelea kitu, unaona huyo ali atamodoa geshagi vio. Neke, because the grace that inamuoperate ni ile. Na hata ukimvukisha hawezi vuka, utakuta bado anarudi village. Kwa sababu ile grace anatembelea ni kule anapituma tithe yake. Kwa hivyo neema yote ya kiroho ni kule kijijini. Lakini kama ukibadilisha ukuje hapa kwenye town kama hapa, kanisa kama hii ni kanisa tunaona kuna watu wa Jerumani hapa, kuna watu wa UK wako hapa, watu wa Amerika tuko na wao, watu wa South Sudan, watu wa Murang'a, wa Nyeri, Mombasa, wote. This is a church that is an international church. Because of that, whatever will flow to you is of international standards. Bwana asifiwe sana. Then when it comes to break altars, and you are still connected with a person in the village, when breaking the altars, you've come and you got
umekuja umekutana na madhabahu ambao mimi nimebeba madhabahu ya kishetani lakini ni international. Kuvunja madhabahu uende kwa yule pastor wa nyumbani hawezi kuvunja. Hata utoe nini, hata utoe bilioni, hawezi. Kwa sababu mimi level yangu ni international. Mimi madhabahu niliyokuletea, kama babu yangu alikuwa mganga for example, ama shosho yangu alikuwa mganga na wale watu walimtembelea ni watu walitoka Tanzania, watu walitoka Uganda, wa Somali, wa Turkana, watu from far and wide ndio walikuwa nakuja kuchukua hilisi. Mwanisha madhabahu ya huyo guka si local, ni international. Kwa hivyo anayeweza kuvunja madhabahu kama hiyo ni mtu ako na standard international. Ukipelekea huyo muhujia wa kwenu mtapigwa wewe na muhujia. Ni kama uambie chifu akashike dio, mtafugiwa wewe na dio na chifu mtafugiwa ndani. Bwana asifiwe sana. So katika ulimwengu wa kiroho tunaenda na level. You grow with your maturity, will grow with the level you put yourself, the standard. Ile standard unajiweka ndani yake. Unaweza kuwa mhubiri mzuri sana lakini uko mkuru kwa Ruben na hautokangi mkuru kwa Ruben kwa Shalom, lakini maneno na standard ya mahubiri yako imeshinda mtu anahubiri kanisa ya Moiro. Lakini unakuta mtu wako kanisa ya Moiro ako na grace kubwa na neema na vibali vikubwa, na yeye mtu wa mkuru kwa Ruben ile sadaka anapata ni shilingi 800 na inamtosha. Lakini mtu wako kwa Moiro na hana neno anapata sadaka ya shilingi 1100. Why? The grace ambayo inaoperate kwa Moiro sio grace ambayo inaoperate mkuru kwa Ruben. Ndio inakuwa ni vizuri sana kama umetoka vijijini upgrade. Sijui kama umeiona wakati ulitoka vijijini, wale watu ulitoka vijijini, ile Sunday best ambayo inaogopewa kule nyumbani, ulipoingia nayo ndani ya town uliona ni kama nguo ya chokora. Ilionekana ni chafu, haijaoshwa vizuri, lakini kule vijijini you are a star. Kila mtu anakuogopa. Ni ule okoro na kuogadaka. Something very special. But ukiingia town hata watu wanakuuliza kama utatabagia mwana. Kwanza uletoe mtoto wako na amevaa the Sunday the best clothes, baka huko watu wanakuja kuadmire kuona kai na gwema yako lidoko. Ukimuleta ukiletoa mtoto wako uza kai joki wito do tabagia mwana. Lakini mtoto ameng'ara. Ni level ya macho, mpaka macho inaonanga vitofauti. Haionangi. Hata wewe ukienda vile jukae siku 5-6, macho yako itarudi kule kwenye hiyo level. Na utaona hiyo uchafu ni kama ni usafi. Lakini mkirudi Nairobi hata unaona baka mpararo yako venye unaparara na huko unajipaka mafuta ya tajini ya ile ya Aremis. Lakini unaona huko kuna square tumefanyika hivi tu square. Yeah? Tutakwate. To square to get to how to tudako. Ukiwa pale wewe hata nikikuona huko nikikuja pale tulikuwa tunaitana Tomaigo ya ine, unaonekana wewe ni weke hiki kila kiera pure itora ine. Lakini ukikuja kwa town upatane na yeye with the same girl, wewe umekaa town miezi 6, ukimkuta unaona unamhepa hepa kwa sababu ya nini? Anakaa kuchafuka. Doi wedaba. No mwadhigeshagi munini na kemeli 3 ulionaga wewe niwe nyanya aigajo. So you upgrade your standard. Watu wengi wanakwama, unakuja kanisa hii it is international standard, but the thinking ya watu hapa ni low. Ndio unaona wakati mwingi utakuta mchungaji mwenye ako na hekima kubwa sana, utakuta ameenda na akienda anajaribu kuwavuta. Utakuta kuna level kama sasa, nitumie example kama hapa, utakuta my thinking ya hapa ninakuanga almost 100 kilometers away. Tukikubaliana tumefanya hivi, tutapanga hizi viti, immediately nitatoka the next 10 minutes nitaanza kukupangia venye tutajenga kanisa na hapa chini. Wakati tulikuwa tunafanya renovation hapa, kabla hata tujaingia, already nilikuwa nimeanza kutafuta kiwanja ya kanisa. Kwa sababu immediately nilitransfer hii nyumba nikaifanya bank. The day I received certificate ya Besima Sacco, hii niliconvert na ikakuwa bank. Sasa mnaona nimekaa bank hall. Yes, niliconvert na nikaondoka. I'm not in here. Hawa ndio wako hapa. Me I'm not here. Niko nje nikitafuta kiwanja.
Na already nimeongea na Mchina na nimempatia drawing. So niliwaonyesha drawing. Nishachora drawing ya hiyo kanisa. Na nimepatia Mchina na kiwanja sina. Umeona? Kwa sababu I am ahead. You must go ahead. You must upgrade. Once God has given you one level, upgrade yourself to the next level. Akikupeleka kwa that level, upgrade. Always be 10 grades ahead. Ndio utaweza kumove. The transition in your life will be so fast. Lakini kama ukiletwa hapa, unakuja na hey koko niko kama hii. No kaika no kaika wega wega pure kaika dia kile kiota kile. Waika ha no kaika wega ugo. It's most likely your vision will die. That is why Abraham had to be removed from the comfort zone. While at comfort zone, you will never get a blessing. You will never be lifted up to the next level. You must get out of your comfort zone for the blessings to come. Because there are blessings imejaa gunia mzima. Na your comfort zone ni kabagi hapa. God will never bless you because blessing hazimwagu ije. Zinamwagwago kwa kitu kubwa. Yule mama aliuliza uko na vibuyu za kuweka mafuta. Kama angekuwa na nyingi, mafuta ingeendelea kuongezeka, haingeisha. Lakini wakati vibuyu ziliisha, mafuta ikakatika. So kulingana na wakati tulikuwa kwa kale kanyumba kengine, tulikuwa maximum 50 people. Maximum. Tulikuwa 50 people. Na 50 people mpaka tumesimama nje. Bwana asifiwe sana. Wakati tumekuja tumehamia hapa, sijui kule watu mlitoka wapi? Si mlikuwa mnanionaga? Na mbona mko mkikuja? Because I had not prepared a bigger vessel for other people to come. So you must prepare for the blessing hiyo unafikiria. Wako unaenda kutuweka billionaire. You must yourself open up a bigger house for a billionaire. Bwana asifiwe sana. And if you are going to become a billionaire in a church like this one, through a prophetic word or through prayers, God is looking at 2 things in you. Are you a giver? Are you a miser or you are a giver? If you are a miser, God will not give you. Because all that God gives, He gives because you are a custodian to bless other people. You are given 1 billion because He knows you can easily share that billion with the many people He wants to bless. God does not bless you or does not bring blessings on a vacuum. He uses people to bless people. So, if you are a billionaire, a kingdom financier, He will look at your heart. Are you able first to handle the 1 billion? Yes. But are you number 2 able to distribute the 1 billion? Do you know what God will do? You will pray today, God give me money. And if you give me money, I'll interlate the tithe. I'll faithfully bring the tithe. Hallelujah. Then what God will do? Atakupatia shilingi 1,000. From nowhere. Just 1,000. You get a job, you work, get 1,000. Easily. Easily unafanya 10% ya 1,000. Ni pesa ngapi? That is easy to give. Then He will give you 2,000. 200. No big deal. He will give you 5,000. 500 is no big deal. He will give you 10,000. 1,000 is not a big deal. Then from 10,000, He will jump to 500,000. Now do the percentage. 10% of 500. 50,000. Sasa hapo. Alafu He gives you and He opens a door for business for you. A business that requires 600,000. And He has given you 500,000. And you are supposed to pay a tithe. He will give you that as a test. Then, what you will start doing? God, you know, sir, I need to nilipe rent, nitoe pesa ya kazi, nitoe nini. So God, what you will do, nitapatia na tithe ya 10,000, then hizo zingine nikifungua kazi, itaanza kulipa. Testi umeanguka flat. Utarudishwa kwa 1,000. Ndio uanzishwe tena process nyingine. Baka wakati ukagana kiriko.
That is how God operates. He operates with you like a fool until you become clever. You fail a test at 500 million. Unaweza kupanda mpaka 500 million alafu akwambia patiana tithe. Hebu fanya hesabu ya 500 million. Yeah? Ni 50 million. Yeah? Si ni 50 million? Yes. Sasa unaanza kufikiria nipatie pastor 50 million. Unaanza kufanya calculation nipatie pastor 50 million. Na niguo mukandora uru. Na niguo ndirathire raini hau kinya kuratukana ndanajareria. God is still listening to our conversation. He's still listening. Now the 500 million, unajua itafanyika nini? After you refuse na useme ndirambo negera, what will happen? A few days utasikia KRA wamekutumia barua haujalipa taxes na pin yako imekuwa suspended. That is God. Pin yako imekuwa suspended. When the pin is suspended, it means you cannot even operate your phone. Sasa hapo ndio unakumbuka muhujia. Muhujia mundu wa Ngai. Ndenda gukuona umuthi ndina kaundu very disturbing. Na ndiraugite no gukuona tondu ndenda gukurathima. Ngai ni arandathimite no ndenda gukurathima. Riu mundu wa Ngai ri ndogioke. Unakuta unakuja kama umetoa ulimi nje. Sasa utakuja uniambie story yote. Pesa ile uko nayo, kila kitu venye uko na tukiomba ulikuwa unaniambia tuombe kuna ka breakthrough iko. Kuna deal inakuja very soon. Iope mundu wa Ngai hoera deal hiyo ya nikuru kama na nyumba ya Ngai. Deal ikiva sasa unaanza kukakilete 50 million Ngai. Negere muhujie 50 million how? Ukaroga deal hiyo na Ngai athia kwa KRA. KRA ni wake. Si Yesu alisema lipa Kaisari kilicho chake. KRA ni ya Mungu. Anaenda kwa KRA anasema kuuza button hii. Kuuza button hii ni pin. Pin ikikuwa suspended, even your mobile phone will be suspended. Sasa hiyo ndio nakibiria kwa pastor. Saa 12 asubuhi yuko kwa pastor kwa mlango. Hata unasahau kufaa nguo zote. Unakuja na muebia venye dili ilienda, venye kila kitu ilienda na mabia sasa tutaomba. Na unamwambia nikule tithe yako lazima nilete. Mungu anasikia. Anafungua tunaomba. Koba tunasikia kasimu kakiwa hapo. Are you Mr. Jeffrey Kamau? Yes. We have looked at your case and we found we had made a mistake. Sasa muko na muhujia hapo. Kai waku ucio niwe guturira. Kai waku ucio Ngai niwe tuguturira. Ucio Ngai niwe tuguturira. Immediately unakimbia unatoa, hautatoa 50 million. Utatoa 10 million niletee kwanza. Kwa sababu zimeingia kwa mkono tena unaanza kuliga. Hapo sasa ndio unasikiaga shida katika familia zinaanza. Kwa sababu ya disobedience. Hiyo pesa hautaitumia, shosho yako atakamatwa na kansa. Kwa sababu mko na pesa mnakibia India. Akifika India ataenda awekwe kwenye life supporting machine. Life supporting machine nasikia per day ni 1 million. Hizo 50 ulikuwa umeahidi zitaisha within 10 days. Alafu sasa zinaanza kukula zile zingine. Ukikakaa kidogo unasikia kuna vitu ulikuwa umekopa na hazijalipwa. Unakuja unasikia mashini zako zote zimechotwa. That is how God fights. He opens loopholes zako za kuvamiwa because of disobedience. Ukiwa kwa madhabahu kama hii, for example, let me use this one. Ukiwa kwenye madhabahu kama hii, sasa huyu akuwe ni mchungaji, mimi ndio mchungaji, huyu akuwe ni mchungaji, huyu akuwe ni mchungaji, huyu akuwe ni mchungaji. Sasa mko wewe mchungaji, uko na kazi nyingine unafanya. Na wewe ni mchungaji, uko na familia, mambo yako ni mazuri. Na wewe at one point ego ikuingie. Uanze kustrive na the person you are under. Kama sasa uanze kupigana na mimi, yani sio physical, like unataka kucompete, unataka kuwa kama wewe. What God does, because mimi ndio nimebeba mafuta, atakufunga kakamba mguu. Ukienda kunifikia unasikia kameshikwa. Sasa utashinda aje?
utashinda hivi. Everything in your life itakuwa switched off, because God is protecting the anointing that he has given, because the anointing is given on a season for a particular reason. Wakati brother ya Moses na sister ya Moses walikaa ni kama wanataka kuandamine Moses, what happened? The sister died. The fortunate thing with his brother, alikuwa amevaa magwanda ya kazi. Umeona? So he was in his spiritual attires. So kwa sababu ya hiyo position alikuwa nayo, he never died, but already judgment imetoka. So askari wa mbinguni wa Mungu waliachwa wakimonita huyu mzee. Wakati atatoa hiyo nguo aiweke tu chini, abebwe. Mungu ana respect anointing yake. Ni kwa nini Mungu alirespect hii nguo? Because aliyeimwagilia mafuta ni nani? Ni Moses. So kwa heshima ya Musa aliendelesha kumuishi mtu aishi baka wakati aliitoa hivi akaiweka kado. Siku hiyo alilala niakomile, alienda kiedaga, the same day alienda kiedaga. Umeona? So you can, because of you trying to strive, kama sasa Kashagwa na Ruto ndio ako na anointing. Kashagwa ako kwenye ofisi inaitwa the office of the presidency. See, office of the deputy president is the office of the presidency. So anything operating in Kashagwa's office, it is the same pipe ile iko kwa Ruto. Ruto ndio main. Hii Kashagwa ni tumaji anakunywa kwa tap yenye imetoka kwa Ruto. He doesn't have any power at all of himself. Hana. The president of Kenya, the deputy president of Kenya doesn't have any single power. The only power he has ni kufunguliwa barabara na pikipiki. When the president is in, he is off. President akitoka nje ya nchi, he takes over. He's just a caretaker. Bwana Yesu asifiwe sana. The same thing happens when you are dealing with the anointing. The day you try like you are clever, umesoma, umeenda kanisa mingi, ama you are clever and me am your head. Alafu you start complaining, or like you ridiculing, like sio kuridicule. Ile ni kama kutaka kuonyesha apostle hajasoma, hajui, kama sa Moses was a stammerer, them they knew how to talk. It's not that Moses was not saying, he was stammering but completing the statement. He was stammering but the statement ilikuwa inakamilika. God does not look at the physical part of the body of a person. I may not look a qualified apostle, a holy apostle, because my dressing code is not of that. My English is not of that apostle. I don't have a track record where nimeshirikiana na maapostle wengine. But there is anointing in me that God gave because of a season, or because of the current time, or because of a transition that he wants me to transit to. So if you come under me, you will have, whether you know or you don't know, you will have to walk under me. You follow instructions from me and do exactly without me complaining. You should make sure that there is nothing I'm complaining you about, because I'm carrying your death. Did you get me? When they complained, when they tried to ridicule Moses, they died. Look at these small boys. Waliimbia Musa mwingine kiparagoto. Kiparagoto, kiparagoto, kiparagoto. The earth split and they were swallowed. A bear, ni bear, yetako bear. Ni bear.
you a bear? It came and they were all dead. So people, I'm trying to explain this. Uishike vizuri. There are people that are called on special missions. Not all pastors and bishops and archbishops are called on special missions. People like Joshua was called on a special. Moses was called on a special. Elijah was on a special. All these people we read, they were called on a special mission. Those people are extraordinary human. Bwana asifiwe sana. They are extraordinary human because what they are carrying. When Moses was called to raise 72 and he released the anointing to the 72, what happened to them? They all fell down. It was so heavy anointing, but it was carried by one person. It is one person that was carrying. But if I release to it, to you, poo, 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 what wakaanguka 72? It was heavier than them. Bwana asifiwe sana. So you rather not sit under that person that has a special dedicated mission, because they are carrying death unto your life. Because the mission they have been called for will be fulfilled. And they are taken through a process that is so difficult, so complicated, and the people never understand them. Nobody understood Moses. Nobody understood Elijah. Even Elisha himself, he never understood Elijah. That is why he made sure he must follow this man. Anafukuswa. Anasema tadi yetu. Akienda kupiga kona na anapiga kona. Akienda kupiga, because he knew the only way this anointing can come to me ni kushika hii guo. Because the guo hii kumebebwa ndio mission. Elijah ndio alikuwa mwenye mission, lakini Elisha tapped the mission from Elijah. Yes, he had the triple anointing, but it was increased because of the obedience. The obedience that you will have will increase you, propel you and project you to a bigger person than anybody. I hope I'm speaking to people here. Hallelujah. So be very careful in your factory, in your company that you are employed. That man that has been the responsibility of supervisor, that person is not an ordinary person. Before the formation of this company, God had in mind, he had in mind, Kenya Jui would be employed here. Na yeye ndio nitapatia wisdom ya kuongoza ikabuni. Wakati unacheza na mtu huyo, atakufungia. Akikasirika, hahitaji hata kuja kukulaani, kukusomea. Huko ndani akikubeba kakitu kadogo tu, amekufungia milango yako yote. Na ndio unaona wale watu mmerukaruka makanisa, mko mmefungiwa padlocks from one church to another church. Maana ulikutana na mtu ako na special mission, ukamkasirisha, alitoka huko na bitterness. Ulikutana na mtu mwenye alikuwa ni pastor, ambaye mlikutana na yeye was in a special mission, akakasirika, ukamkasirisha, na yeye akakasirika na hakukwambia, mliendelea tu kucheka. Maisha yako inakwisha. Hautakwisha immediately, lakini unaenda kama mtu ambaye ako na kansa, pole pole, and you will never recover. Not only himself, akunene neno. Because the mission ambayo amebeba ni yeye tu, na hiyo anointing, watu wa anointing ya mission, the anointing is different from any other. Anointing yenye ilikuwa na Joshua, though he was running the same mission as Moses, the anointing ya Joshua was completely different from Moses. Moses alikuwa naulizwa, ni nini uko nayo kwa mkono? Wekelea chini. Akiweka chini inakuwa nyoka, inameza nyoka zile zingine. Lakini Joshua ambaye alienda kukamilisha the same journey, hakuna mahali alitenda miujiza. Alienda combat, vita. Na alitembea na Mungu. Mungu ndiye alikuwa anamwambia, piga kona moja,
piga kona ingine, wengine weka papa, wengine weka pale, wengine weka pale. Alafu sasa wale waambie wakuje na hawa waambie waende. Umenielewa? Moses alioperate na miracles, lakini Joshua alioperate na orders from heaven. Moses alikuwa anaulizwa ni nini umeshika kwa mkono, lakini Joshua ni command. Peter hii wakati waliambiwa na Mungu msichukue kitu chochote, wengine wakaenda wakachukua. Wakati walienda the next mission waligogwa. Why? Mungu aliuliza Elijah, kuna mtu mmoja wenu alibeba kitu? Ati hapana. Kunaye, endeni mjichuguse. Wakaenda kuchugusa, wakajipata ni familia moja ilibeba. Ilifanyika aje? Walisemekana wauliwe. When you joke with anybody in a special mission, you will definitely die. Hautafaulu. Kile kilicho ndani yako kitakufa spiritually ama you die physically. So, ndio nawaambia, I caution you. Hawa wahubiri wanakujaga wa miujiza, most of them wanakujaga on a special mission. Wachana sana na wao. Sit under a father. Sit under a father. A father will not hit you the way a special missionary will hit you. A father will understand you. A father will talk to you. And he will caution you the way I'm cautioning you. Lakini kama umekuja hapa just for miracle, ukuje useme useme nilikuwa nataka kutoa 50,000 lakini sina, nitatoa 30,000 alafu nibebe bahasha nitarudisha. Wede ukae na bahasha kwa nyumba usirudishe, you have hit yourself. Hiyo bahasha inatani inakuwa laana kwako na hautafaulu. Biashara zako hazitakuwa, your finances zote zitafungika. Eda uangalie kwa nyumba yako, wena bahasha shigana, si makanisa tofauti. Wena bahasha, si makanisa tamana. Ladirikana shigana. Ladirikana shigana. Emwe kanisa reko. CFF. Ege. Dodwadi kania kanisa reko. Dole wa ege. Wako kwenda bahasha shigana. As far as from last year. Dole na bahasha wako ya deketo shekina. Tadirole kwenda bahasha ya shekina girole. Yes. Wako kwenda bahasha shiga na modo wagai. Otire. Kwako kwenda bahasha shiga na yako ya Catholic. Wako kwenda bahasha shiga na we ina kana. Wako kwenda bahasha shiga na otire. Moise Bridge. Wako kwenda bahasha shigana ya kanisa reko kwa Manyuru. Modo agai wako kwenda bahasha shigana ya kwenda ko nako na Heaven's Gate. Umeona kile wewe igeire nyumba gwaku ni kirumi todo no wahenirie Ngai. Hiyo ni nadhiri ulifanya na Mungu. Yeah, those are prohibited items in the house. You don't keep them. Odio shoki. Manyuru. Diwe kire kedo. Othi goko. Omothe. Kire okuona ndukarute muhothi goko. Wekire. Mucie. Ugathi woye uke kuo othio neane. Were kanie nao. Todo wena nadhiri nao. Wena kirikaniro nao. Ugo ni makunyitite in the spirit. Woka goko kirathimo gia goko. Maguta ma goko ni matawa makuria ni ndithiro.
wathigo tukania nekige kuhianeka. That's an explosion. That is why you are poor, because you lied to God. So these are small things that affects your Christianity. Your level of association with God is affected by prohibited things that you keep in the house. Bwana Yesu asifiwe sana. Na kio nikio kile kifata. Yes? Yeah. Kuja ulisia hapa. My name is Juliet. I wanted to ask, and you be in two churches, in the sense that in one church you're serving in a particular department, and then you have this other church where you go to draw power from time to time. This? I'm asking if you can be going to two churches, whereby in one church you're serving in a particular department. Yes. And then there's this church where you go. Kuja kuchota moto. You are a criminal, you are a thug in the kingdom. And you are bound to perish. Because in your father's house, baba yako hata kama ni mlevi, he is still your father. Na atalimeni kwa ya baba yako. Na heshima za baba yako. If your father you call my spiritual father is not able to feed you, then that is not your spiritual father. Go get a spiritual father. Go there utahia mwakire times to time. Duikare ko taoni ko kwenda mwaki. I have a question. Yes. Maybe concerning the same. I might be a member in this church, you're my spiritual father, but now where I work on a services, they do it on mchana and evening, and maybe I go there for lunch hours and evening. What is the relationship of you going there? Is it because of miracle or the teachings? No, prayers only, maybe because it's lunchtime. What took you there? Why are you there? Yes, you when member wangu hapa. Why do you go to seme unaenda church B? What makes you go to church B? For teachings, maybe. Other teachings? Yes. Go sit there, because that is where value is to you. Yes. Go where the teachings are, because that is where you feel. Dogethie kule ya kwene kwanyu kwena ilio. Yeah. Hello. So don't come for the teachings here if you have a place somewhere, because you'll be contradicting your father. So the blessings zitagogana. Mnielewa? The blessings hazitakubaliana. Itakuwa tumeinua madhabahu mbili in the same place. Sasa ndio nakuta you strive, because neema ambayo mimi natembelea sio neema ambayo Moiro. Kama mfano Moiro speaks of prosperity. He's a prosperity minister. Me, I'm an altar minister. Umenielewa? Mimi nikimaliza statement zangu lazima nimalizie na madhabahu. Ukienda kwa nganga anazungumzia mambo ya utakatifu, righteousness. Ukifika kwa huyu mzee hata akikuja hapa saa hii ataanza kuona mapepo na mimi siyaoni. Umenielewa? So stick to the anointing that is feeding you. If God has called you here, it is because you have been called. He's dealing with the altars in your life. Kama ni mapepo iko kwenu, utakutana na nganga, hautakutana na mimi. Umenielewa? Kama ni problem issue ile na muaffect kwenu ni unrighteousness, utajikuta kwa Harrison nganga. Kama wewe ni mtu unataka maunabii, utakuta kwa wailimu. Ukipeleka kwa wailimu aweze kusema hola bakakakaka, utasikia umeinuliwa hapa, umetolewa nje, because it is not in them. Kuna wachungaji wanasema, kuna mama TB Joshua, mama TB Evelyn alipokuja hapa, wachungaji wengi walimkataa. Kwa nini? What she does they don't have. She's a woman of God. What she does they don't have. Kwa sababu wewe unafanya hivi, wewe hata ufanye hivi, nothing will work. Bwana Yesu asifiwe sana.
So that is the difference. So kama umetumwa, kama yours, hapa ndio unapata uponyaji wako, hapa ndio unapata kitu kinakuingia, stick here. It is God who gave you the connection here. You don't need to be touched. Naona hivyo nahubiri, I don't need to touch you. Hivyo muko tu, you are being delivered. Amen. You don't need to come even here near me. Hauhitaji kukuja kwa ofisi yangu. Hivyo sasa nimezungumza, umefunguliwa. Na most occasions I speak topics, na unakuta hiyo topic wale wote walikuja, they had all of them, they had a problem that I have addressed. I have a question. Umenielewa sasa? So stick. Wacha kurukaruka. Wacha kurukaruka. Kuna ile ango mimi nitadeal nayo, na kuna ile ango, na wakati wako wa kutoka hapa ikifika, hakuna mtu atakulazimisha. Kuna watu mnatembea nao 1 kilometer, kunao mnatembea nao 5 kilometer, kunao mnatembea nao 10 kilometer, na kunao mtatembea nao 100 kilometer. That is why you see mtu akiondoka kwa kanisa hii, simupigiangi simu, siwezi, because I am taught kazi yake imeisha. Umenielewa? Onomuthi ugithie ndukaigwa thimu yakwa. That's why I don't save anybody's number, because I will not want, nikisave namba zenu nitaanza kuwafunga hapa kwa sababu ya sadaka zenu. Mama fulani mwenye anaendesha Range Rover anapatiwa parking, anapatiwa mali buzuri, anapatiwa kiti. That is why there is no class in my church, because I'm not here. God first prepared me, akanipatia kanyumba kazuri, na akanipatia gari mzuri, na akanipatia watoto wengi wazuri. Umeona? Nikyo mtu la muragia gahikania ri. Nwanyita? Dije nafata na kuhikania. Dije nafata na kusavu Ngai. Mundu uria ungiuka gwakwa ti mutumia jaragia. Dika mwanyita? Mundu uria ungiuka gwakwa ti mutumia wa gitanda. Let me be clear on this. Ni ndungata ya gutungata kigongona. Gitungata kigongona-ini. Mwanyita giko kio? Ni ndungata yake gutungata mutungati wa kigongona, nie gitungata kigongona. Kigongona-ini. Mutinanyita. Matuka confused. Nwanyita kedo? Dauga atia? Titole tukataga nake. Tokera ligi. Nuagwa. Uga. Umeanguka. Hata umeshika kitu. Nundu huyo Nancy, umenielewa nimesemaje? Ni nini? Anakifanya nini? Anahudumu kwa madhabahu. Niko na kina Karanja wanahudumu kwenye madhabahu. Getugata na getugata kigongona ini kigotugata ke yeah, somewhere near, but the point here is what I need. It is that who will serve the altar as I serve in the altar. Did you get me now? The person who will serve the altar as I serve in the altar. That's enough for you. Nimeongea. Nishamaliza hiyo. Mmenielewa sasa? So
Aliye masikio amesikia. Dideko ye magoro na jigwa yake. The hearing ear. Yes. That is why you look so confused. Wewe ambao ulikuja because of tall, dark and handsome. Na ndio naona nasisitiza sana mafundisho. Ndio nikufundishe, nikutoe huko, nikuleta kanisani. Uache kuwa frustrated sana. Because you are wasting much of your time. Ndio sikuwe so much frustrated. Nikuelemishe, weigwe, onyite, nigetha tutwarane tuthie na mbere. To no thie hau gatakati-ini along the way, uchenjiwe na Mungu na ukue yeye. Umeelewa? Lakini hauwezi kuwa yeye kama ulikuja hapa kwa sababu ya tall, dark and handsome. You will never make it. Because I'm no longer myself. I'm controlled by God. Joshua never knew he's going to take over Moses. God alimtokelezea asubuhi moja na kumwambia Musa ni yakua. Uguole, ukerodi ukatongoria ando. Ama alipelekwa class. Was there voting? There was nothing. Alimwambia Musa amekufa. Sasa amuka twende. Eda. Na akamwambia usiogope wala usifadhaike. In chapter 1 of Joshua amerudia mara 8. Chapter 1 alone. Usifadhaike wala usiogope kwa sababu this man was not prepared. This man had no idea he's going to become. This man had no idea where he's going. Na akamwambia I will be leading you. Na akamwambia where your soul itakanyaga, it will be yours. Kikanyaga. So hata mguu yake ilikuwa sasa controlled na yeye. He was not himself anymore. So a person like this one you are seeing here, mtu mwenye nasikia amepigwa risasi 12 na hajakufa. Na my friend pale. Mtu amepelekwa jela 52 na hajakufa. Mtu mwenye amewekwa mashini ya kunyoga hajakufa. Mtu mwenye amewekwa accident hajakufa. Huyo mtu wachana na yeye, hamwezani na yeye. Si mtu ordinary. Nimukuhiana toho. Todo I will not fit. Sika fit. Nitakudanganya dako nyita guo. Okira. Nijoe ndurega kunyitwo ke kunyita igwe wega. Dako nyita guo. Ateguhe ni gwetage darling, sweetie babe. Najua ni kwendete muno. Maguo na ngaigwa ngoro yakwa igikua. Nigukuhenia ndirakuhenia. I'm just lying to you. I'm just lying to you and I'm wasting your time. Stop it. Nikiwakira karogo mami. So don't wait for me to lie to you. No, don't. I will be, I'm there, I'm human at some point. Kwa sababu naonanga hata Yesu, so alikuwa na penya na akina Mary na wanamfanya massage. Because at that point he was a human. Lakini kuna point nyingine anakuwa Mungu. Lakini mimi sasa mimi ni Mungu, mimi si Mungu. I'm an ordinary person. But the context ya marriage hiyo ya told that hiyo Mungu amekataa kabisa. Mimi nimejaribu yangu yote imekataa. Wewe kushirasha na 21 ule. Gereire keine. Na bado ndireigwa kuri agimaraja kuoneka ringi riu ni majani ke uchipuka. Ciana 20 izana ithatu nicio cia mutumia umwe. Ici ingi ciothe ni cia atumia tofauti. No nyita. Acio matiari atumia. Atotuke wewe niwe mutumia riu. So imekataa. Na kama imekataa tukubali, imekataa. Usarende sasa wabie Mungu giike kwenda gwaku. Wana ngindehera gitumumu haha uguo gioke ajire uyu ni wari tungataga kigongona-ini ugitungata. Ucio niwe ngoya na ndimwike ndimwire baby. Twende kasi. Wana ngindehera ndirathi uguo. Nakwambia twende kasi. Dio dhura ndirarora. Sina haja na sura yako. Sijana wewe ni mfupi, wewe ni mnono, wewe ni mwebaba, sina todo. I have tried all this. Hizo zote nimejaribu. Warefu baka wa China, nimeenda baka kwa wa China. Hizo zote nimejaribu. It didn't work. So what do you think it will work in you? It won't. Ni vizuri kujiongea.
nigetha mutige gukua guku mute mathaa manyu maingi guku thie mukarute mawira anyita uko thikiririe kiugo hau no hore voira tugakinyania nawe ya kiugo na ngo deliver nguringatire mapepo nguringatire manyamu maria maguthumbura ngohorire na cioho cia muturire ku kungitiga ona mami witu nie mami ndanjui ni ndi mutwara very soon kuri twanathie nao ni meragwo ni mami ndi moi na ni mutumia tatumia ari ake ndanjui ndari ani understand riu we urenda kunjira na magego maku 32 na mangene mamunyoku matigarete 16 we nwe tukuhotana nawe tukuhotana kweli urenda nguhenie niki urenda nguhenie nguiga iguru na nikukuiga iguru with that when I know iyo ya gukuiga iguru ngugukinya no na haria matu iguru nguhenererio uigere stool gwira matu maya mati waikara na ha iguru ri madongegwa nguigere ga stool hau uguharuruka gukuhego icoreka mundu haria uguthii uguo uguthii irima ringi tari kilomita 1 na kuu thi mundu akaita he mundu akaika kamero one ni apostle kana tiguo yes aria tunako kwa yake na dhuri yake shagi Bwana asifiwe. Praise the name of the Lord. I'm happy to be here. This is my first time in this church. I've been seeing the apostles' teachings through the Facebook, and I felt that I needed to see him. So I was in town around 10, but I was to see other people. Then I came because I got lost somewhere. I went to several churches, but finally I read a message that I was sent through WhatsApp. I found this the coffee house. Then I went to Manyuru. I've never been there, but nikasema this is not. I want the apostle. I want to go to the apostles' church or the office. So wakaniuliza which apostle, nikamwambia Dora Waruinge, that is the apostle I want to attend to his office. Then now they directed me to this place. I didn't know what usually happens. I don't know whether I was not planning to take all this long. But when I came, I sat there behind. A certain lady wanted me to come in front, but I told her I wanted to see the apostle. She told me you have to know him to be through the teachings so that you can see him. I'm coming from Kasarani Mwiki. That's where I minister. I'm an apostle, Dr. Esther. That doctor is the doctorate. It's the doctorate, the degree in serving God. So I've been blessed by the teachings, by the everything, because I've been here since our meeting. May the Lord bless you very much. Yes. You are welcome. Anytime you can come. This is home. This is not a church. This is an altar. So you can come anytime and worship, pray, you go. I didn't want to open a church because there were still the existing churches. Kama ni kufungua kanisa, Wajiri wako hapa, Manyuru wako hapa, tungekuja tuingie. Lakini Mungu aliniambia fungua madhabahu. Mahali mtu yote atakuja. Akuje ukipiga magoti yako hapa. Uombe. You don't need to see me. Wewe uende zako. God will atatimiza. Ile madhabahu ilifunguliwa na Solomon. Alifungulia watu wote, not a particular group. Na akasema mundu agigoka. Aliambia Mungu, mutu gai mundu magikanyitwo ni mirimo moke marialize ni manyititwo ni mirimo moke nyumba yaku eno moye moko na iguru mahere mehia mao gai ukamaigua. That is how it is here. If you come anytime, you don't need to see me. Just come. Piga magoti hapa, nitaweka mkeka ni mzima, iko karibu kufika hii nyumba mzima, tutaweka mkeka yote. Viatu mtakuwa mkiweka pale hije. Kuna mtu atakuwa huko anakupagusia, unaacha kiatu inawekwa kwa roka mzuri,
unakuja unalala hapa, unafanya mambo yako, unatoka unaenda. Mwanyita. So this is a home for everybody, including you. Thank you for coming. Nitakuona. Yes. Another person? Yeah? Are you a hypocrite? No, tareda kuone. Don't ask. Don't ask. Nye muriaria muga mwira gathuri mwathi kuona mwana uraciarirwo. No, don't ask. Keep it. Tatikwenda higa. Turenda tukarese. Unataka kuuliza swali? Okay, my question is very brief. I have seen people in a family where you find that the wife and the husband do not worship at the same altar. Yes. And then you find maybe even the children are also going to different churches. Now, what kind of, what can you say about that? Yeah. You can help somebody. This one is the most dangerous thing that you can ever have in your life. The other day I was teaching about Mudhuri Nwaki Makiama. Get me? Anataka kwa kiama. Lakini ni mzee kanisa ya PCA. Ni wa kiama, lakini mzee kanisa ya PCA. Bibi yake ni ya Winners Chapel, for example. His 2 sons ni wa kwa Waruinge. Mmoja huyo mwingine ni wa Mogeke. Na daughter yake mwingine ni wa kwa Maina wa Magoto. So each one represents an altar. But the most dangerous one there is the father. Ni wa PCA, lakini ni wa kiama. Ukiingia kiama, utatoa mbuzi. For initiation. Utatoa mbuzi as a sacrifice. Meaning, na kutoa mbuzi unatoleaga mbuzi wale waliokufa. Gomi. Umeelewa? So, huyu mzee ni mzee PCA. Lakini ametolea waliokufa. Amekuwa initiated by the blood of a living thing. Lakini kule kwa PCA hawachinji. So who has the power? Ni wakiama ndio ako na power, maana amemwaga damu. Kama angeamini damu ya Yesu Kristo, hangeenda kwa kiama. Meaning kwa PCA ameenda huko kama ushirika wa kumuzika wakati atakufa. Lakini kule allegiance yake iko kwa kiama, na yule Mungu anayemwabudu ni huyo wa Gomi. Lakini kanisani ako pale kudanganya, na yeye ndio kiongozi kwa kanisa. Yeye ndiye anaongoza kanisani. So ni spirit gani anaachilia kwa watu? Spirit ya waliokufa. Na ndio umesikia makanisa mingi kama ya PCA, na siogopi kusemea hapa, wanawake wengi kama 30% ya wanawake members wa PCA ni lesbians. Kwa nini? Wanaowaongoza ndio wana release the spirit. Kwa sababu huyu mzee amesimama kanisani, lakini wewe allegiance yake iko kwa damu ya kondoo, busi ile imechinjwa. Alafu ukiingia kwa hiyo chama, kuna maneno utarecite, kuna maneno utaongea yale na kufanya uwe ni kama ni kiapo ametoa, amekulishwa kiapo. Sasa huyo ni mama. Naye bibi wake, bibi Tanzania ni nani? Ni guka, ni shosho. Tuseme tuongee lugha sanifu. Mke ameenda kwa kanisa ya Winners Chapel. Winners Chapel ni wale wamesomeshwa return to sender. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakikuona na kakitu kadogo, you are a devil. Devil is a liar. Return to sender. Mwanaume akiingia huyu wa PCA, amekuja kama ananuka nyama iliyochomwa. Definitely unajua mzee ametoka kwa kiama. Now what will happen? Ni return to sender. Devil, you are a liar. Ino ne goma, ino ne shaitani. You
maombi yote ya mama ni kulaani mzee. Bwana Yesu asifiwe sana. Kumbuka mzee huyu aliingia kwa pisie kanisa, akainua madhabahu ya kanisa na akainua ya kiama. Huyu amekuja na vita mbili. Mama ni wa winners, ni wa return to sender. Hiyo ni madhabahu ya tatu ambayo ina operate ndani ya hiyo nyumba. Bwana asifiwe. Haleluya. Dekani mnanyita. Sasa usiku mzee wa kiama anaamkanga saa 9 usiku. Kuna mahali wanaendaga ije kuogea na wao waliokufa. Utamkuta ije akiogea saa 9 on the dot, ndio wanaamka wazee wa kiama. Utawakuta ije wakiogea. Utamuona literally ana communicate. Naye mama ako kwa bedroom akiwa on her knees, akiomba maombi ya kwenda biguni, akifuga mzee kule ije. Naye mzee, by virtue of the order of heaven, mzee ndio kichwa. Bwana sifiwe sana. By the virtue of the order of what? So ni madhabahu gani itafanya kazi kwa hiyo nyumba? Ni ya mzee, si ya mama. Naye kijana ameingia Mogeke tulikuwa tunafanya kafara zetu. Tulikuwa tunachoma ubani na uvuba. Ubani ni gani? Catholic. Uvuba, incense. Kuna incense na kuna ubani. Ubani ni kale kamuti, kale kawaidi. Umeona? Udi ako kwa Waislamu tulikuwa tunakachoma hako. Na ubani, incense. Na tunajipaka mafuta ya karafuu. Hizo zote ni za nini? Ni za Waislamu. Na tunajipaka mafuta ya coconut. Hizo zote ni za nini? Ni za Waislamu. Kisha tunafanya matambiko ya Kikikuyu, tunachinja mbuzi. Sasa hiyo nimeingia madhabahu gapi? 2. Hiyo ni mchanganyiko. Sasa mimi ni wa Mogeke, mama ni wa winners, baba ako split into 2. Alafu my younger brother ni wa kikundi kinaitwa Gaza. Gaza kazi yao wana Yesu wao anaitwa Vibes Cartel. Vibes Cartel anataka damu ya watu 4 million ndio akue kama Yesu. The man is in prison. Sasa vibes wao Magaza, ile kazi wanafanyanga hawaibangi, lakini watakuja wanakuduka tu kisu. Wanaduka tu kisu. Yaani kazi yake ni kuduka damu tu imwagike. Kwa sababu kuna ile wanataka itoshe ndio mkubwa wao akue kama Yesu. Na huyu anatoa damu ya nini? Ya binadamu. Musa alitoa damu ya nini? Ya busi. Na ule mwingine wina chapeli anajua hii ni mashetani. So what is that in that family? It is total madness. Total spiritual madness. That is why there will be no progress, there will be no success, there is nothing will happen in that family. Nothing. Because success is commanded by an altar. It's not by prayers. Kama watu wangekuwa matajiri dunia hii, ni watu wanaitwa intercessor. But the most poorest people on earth ni my intercessor. Hawakuwagi na kitu. Hawakuwagi na kitu. Lakini wakikuombea, wakienda maombi, kitu itafanyika. So you ask, ni kwa nini is not transferable to them? Bwana Yesu asifiwe sana. So this kind, when you have altars, an altar, when Abraham alitoa mtoto wake, when he was about to slaughter the child, mbuzi katokelezea. What happened? God gave a promise of success. He told him, you shall increase like the sand of the sea, the stars of heaven. When Solomon, coming from Mount Gibeon, after slaughtering 1,000 cows, mahali alienda kulala kujiekelea hivi, God appeared to him and he asked him, ask what you want and I will give you. That's a promise of success. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah.
when Isaac was about to go to Egypt, God told him, don't go. I'll bless you. But it was dry. 3 years previously, it was dry. 3 years later, it was dry. Kumaanisha, between the 6 years, it only rained once. So it was a dry season of 6 years. But God refunded him, akamwambia rudi, dhie Korea. Don't go to Egypt. Then akaenda mpaka mahali panaitwa Ai, akatoa sadaka, akatoa sacrifice. When he gave a sacrifice, God appeared to him. Akamwambia, you will plant in the dry season. In chapter 24 of Genesis, then God blessed this man, and the Bible says, and this man became rich in the dry season. So when you give a sacrifice, it commands a blessing of success. Si maobi. Baba opa. Unifungulie duka. Ubariki mfuko yangu. It will never come. Ndio naona wachawi wako na pesa kukuliko. Ndio naona watu wa Freemason wako na pesa kukuliko. Maana alitoa mtoto yake na akadedicate, ni pesa anataka. Deda kutoga. Kuna kasichana wale walisikia last year kale nilikuwa nimehoji, kale kalisema kanaweza kutaka kupatiana baba yake. Nikamuuliza ni kwa nini? Todo deda gutwariria Range Rover na goro na duka njega na jikare maisha wega. No, yani goro na good life. Kimuria at the expense of your father. Ni daddy agiaga mami kafe agehera. Kimuria triri medaga wedete we nyedete mami. Ucio no eru kuneano kai tutikeneana mothe. Todo athi kwa Freemason aruta igongona rĩu rĩrongoragia success, gari, matuka, manyũmba. Andũ arĩa marathiĩ haha mapasta marathiĩ haha Westland, ukaniwe harĩa mathiaga Westland. Arĩa mathiaga harĩa Westland mathiaga magakoma na kĩndũ gĩtagwo kĩ-mermaid. Magacoka makaneo kamũgeka na ngacibu. Icio nĩcio mokaga mathabahu, makaiga mathabahu-inĩ harĩa. Na mathabahu ma ndũngĩkinya nĩko irigwo mairigagwo. You can't. Adema pastor marothe mathiete kou bagikire kya oge othe nikiirige ugo mathiaga umuthi Thursday no muko makora riu ugithiera Boulevard ni ukora mukawetagwo Boulevard ni ukora mapasta macio hau mehariirie magithie na mena thuti njiro na kabotai na the most prominent mego ku Kenya me hau ndĩ moe othe ni aratakwa. Bwana sifiwe sana. Marogoragia ki mwaruta mehothire mwaruta taguo mwaruta haha ri mbeca icio ciothe moyaga magatwarira kundu kuriko magacenjanirio na mbeca ingi. Wakorwo mwangania 40,000 egutwara kundu atapeleka huko apadishwa the 40 atapatiana za watu 40 achukue zingine 40. Ni kwa nini? Hiyo 50 umetoa, hiyo 100 umetoa, ni soul yako, ni jasho yako. Sasa itachukuliwa ipelekwe kwa wale, ndio wale wapate connection ya kutafuta. Umenielewa sasa? So madhabahu ile inaoperate kwenu, inaoperate ikiwa na nia. So hii ya kiama uulize nia yake ni gani? Ni kukurudisha kwa waliokufa, ndio mkue mkiongea na wao. Saa 9 usiku wanaamukaga kuomba, kuongea na ngomi, nigetha ngomi cikwire muthenya ugutinda atia. Are you catching me? Na sasa wakiingia kwa hiyo madhabahu na mama aingie kwa madhabahu nyingine na ule mwingine, kile kitu kinavamianga kwenu ni mapepo yanaitwa majini. Ndio tunaitanga spiritual husbands, tunaita spiritual wives, na unakuta kuna premature deaths na death of visions in a family, and kuna kuwa na kitu inaitwa strife kubwa. Again unakuta kuna kimama utakuta kinakuja, kama wewe ni mwanamke kimama kitakuwa kina kulalia, ama unakuta kuna nyoka inakuja hapo karibu na wewe. Not because kuna mtu ako na nyoka, lakini madhabahu hii yote imeinvite
madhabahu moja ya shetani. So you will be operating under the altar, under a demonic altar ya mtu naitwa Lucifer mwenyewe. It is a Luciferic altar. You read in the Bible, Genesis 21, 14, Genesis around 7 there. Nitaangalia. It becomes a Luciferic altar. Meaning, it is Lucifer himself who rules over you. Himself. And from there will be accidents because they will be demanding blood. Now, your blood, it comes in a particular month. Kulingana na initiation ile ilifanyika. Ndio ukikaa kidogo unakuta unaanguka, unaona mtoto amevujika mguu. For apparently hakuna reason. Ni hapa ati yagothia gogu agwa na ihedere lya uneka lya shomokera ha. Thakame yaiteka. Unasikia ng'ombe ilianguka, gothiago kama ng'ombe ndio ni atajigikire fanga wa shomoka wate ma ng'ombe yago yaiteka thakame ginya yakwa. It is not your interest. Dumana tuwe uma wa gutema, but the spirit that is ruling ni tagia thakame. Unakuta wewe na sister yako mnapigana vita na kadamu kakimwaka tu unaona mnaachana na mnauliza leo nike tokuranagia. Tone thakame kwenda kwa iteke. Ni undu wa magoko na maria marekate. Ile madhabahu iko hapo, ina demand. Hallelujah. Hallelujah. Mnanielewa? Kuna magonjwa ingine tumewekwa ndani ya miili yetu. Utakuta you are bleeding. Unnecessarily bleeding. Si wakati wako wa hedhi, lakini unajikuta unamwaga tu damu. It is an altar to the Lucifer. Amekuconnect, anakunyonya hiyo damu. Usipokuwa mwangalifu utakauka na ukufe. Hiyo damu inaendaga. Ndio nawaambiaga wa mama, mjue mahali mnatupaga hizo manini zenu. Nenda kwa sodo. Hizo masodo zenu. Be very careful. Hii makampuni unaonanga zinaitwa sijui what za kuja kubeba hapa zinaenda kutupa. Kuna zingine zimeoniwa na watu wa Freemason. They need that blood. Tukiuliza hawa vijana machokora sijui kana nani wale vijana wetu? Muko? Nimokile? We, ulikuja kulala? Unafanya nini? Simama. Kuna watu wanaokotaka usiku zile padi za wanawake. Na vijana only particular. Kuna ukule roundabout ya 40 City Stadium. Kuna vijana tulikuwa na wao. Kazi yao tulikuwa kuokota hizo. Si kuokota makaratasi, kuokota hizo peke yake. Because they are hiyo ndio the best connection. Because it is involving your sexual organ and the blood that goes through your sexual organ. Because through your sexual organ, that is where your dream is killed. Wale waganga unajua waganga kuna mganga mwingine anakuaga hapa Lemuru na mwingine anakuaga Githogori. Wao wanatumaga mwanamke kama huyu akuje alale na mimi. Akilala na mimi atajipagusa na hiyo suruali yake, kisha hiyo suruali anapelekea huyo mganga. Bego zangu zote zinapelekwa huko. Wengine kama ulisikia wakati wa elimu walikuwa hapa wenye wanafanya utarara na nini? Ata make sure mlala na condom. Alafu anakuambia lete hiyo condom niende nikatupe. Lakini hatupi, anaificha. Kisha asubuhi atakupikia mayai na hizo sperms zako. Na hapo kisha analalisha nyama, maini. Analalisha kwenye sehemu yake ya siri. Kesho akiamuka inakuwaga imeiva sawa sawa. Anakupikia ka breakfast. Yes, that is true. Na ndio wanaume wote wengi tumepotelea huko. Mimi kuna siku nilikuwa na driving gari kutoka Nairobi saa 7 usiku mpaka Nakuru because of a lady. Wakati wa elimu walipatiana hii story nikajua hiyo kitu nishakula.
kwa sababu I could not imagine. No imagine ungetwarithia ngari thaa mũgwanja cia ũtukũ nginya Nakuru nĩ ũndũ wa mũhiki. Ũthiĩ mũkome na keshoke rũcinĩ ũikũrũke Nairobi ũke wĩra. Does it make sense? Does it make sense? You must be abnormal. Kĩongo gĩaku gĩtiraruta wĩra. But I used to do that. I would drive in the night. Saa 3 usiku niende tu nimalize saa 8 tena nigurumisha gari nirudi. Yaani ni kama nitakuja kwa wako wale dashoka. Mtu sio normal. That's not normal. Na walimu walituambia hapa hivyo ndivyo walikuwa wanafanya. That one through your sex it manipulates a man. Hiyo nyama imelalishwa huko ama chapati imekaliwa ama hizo spams umepikiwa na mayai zako. That's the end of you. Uko la modro mera akwira mate nyita pin in 1642 just withdraw what you want. Na kwake muci atigire ta muka ngoma na kumwitagia tu kilo imwe ya shukari mumarayo ngoma eno utagia mbeca wecie ne kwejo cienjago na guku ndio tu kuria nduaga mbeca no akinya rage kora wa mundu mukana ne karumu kasingo atigete nyumba ya bedroom 5 arakoma karumu kasingo akamera kwa ngoro taka kinga ikirithi utakiura ngirore uguo atigete nyumba ya bedroom 5 arakoma kasingo kanyambuke na nginya ngongoni ni undu wa rumie tofauti ra mokaga ku. Hello. Akana ndahetia. Ndaria uru. Utikende kere tuma. Yes. Misi yanyu urete uguo. That is how your men were taken. Not very big. Tikido kinene. Walimu twiraga mathie Dar es Salaam agira akereirwo kamuhu uguo. Riu okaga karugama thaa kenda and they operate at 3 in the midnight. Saa 9 anasimama anafungua mlango anakaa kwa corridor anakuita Kenyajui. Before you eat your breakfast I eat first. Before you see your wife you see me first. Before you do this you see me first. Kenyajui, I command you right now come. Kenyajui saa 11 usiku anajitayarisha. Bwana anamuuliza, bibi anamuuliza unaenda wapi? Nyaja wapi? Have you become my security? Na nichukaga. Nonsense. Wadhieko, doge totigera pesa cia breakfast. Nyaja cia breakfast. Doge tia nyokwa. Kimzee kinagurumisha gari kama ni safari rally, ni kama anaenda kusima moto akibie kwa mwanamke huyo kwa sababu ameitwa. Na hiyo ndio tunaitaka majini. Msikia hiyo ndio jini, inatangwa jini jabal. Hiyo sasa ndio anakuita. Inakuja inakusummon kule huko. Unakuja, unapelekwa bio. Unikifika huko unasareda. Bwana asifiwe sana. Sinawaambia venye nilikuwa mkuru kwa Ruben, nilikuwa nimefugwa na mama mzee kuliko mama yangu. Yeye alikuwa anakuja, akikuja nikimuonea bali na tetemeka. Hata akiwa kama kilomita 2-3 nilikuwa namsikia. Na ninapanga na najitayarisha, ninajaribu kukaa eko gorate. Yani unajaribu yani venye hata ona makosa dadi yako. Akikuja lazima ukule coffee. Niki tumutani munadhabia indo niki giki takatakeno anapiga masufuria na anaingia ndani kwa bedroom na anaingia na mwanaume na wanaambia pike chai utulete na wakitoka wanaambia acha hiyo suruali. Mimi si mtu mwingine, mimi uamini ama unajua hiyo story? Umeelewa? Wakati mama yangu alikuja kunitafuta baada ya miaka 4 ya kufugwa, alipokuja niliuliza mama yangu, nikashika huyo mwanamke mzee kumuliko. Nilimshika hivi, nikauliza mama yangu, "Muragi amutumia wa kwake?" The next minute mama yangu alijipata Kenyatta akiwa kwa ICU. Nikustuka. So this thing when they are laid on you, my friend, it is bad news. So
wacheni wanawake nyinyi, wacheni kutusukuma sana. Kuna tumutu tugine tumetuwekea kakitu. Understand this man akianza kumisbehave, akianza kutoka nje. Try to look at that angle, a spiritual angle. Wacha kuanza kumuita devil, Saitani. Ukimuita Saitani umeweka hizo vitu zake nguvu, zile zimewekwa. Because this is a one organization led by one person called Lucifer. So when you start kumuita Satan, you have glorified. You make him much stronger. Now what will happen? What will happen is that ile kitu iliwekwa pande ile nyingine itafanya kazi na nguvu. Kwa sababu umeiweka. Na wewe una mdomo ambaye umetoka kwa hii ulimwengu mwingine. Mdomo yako iko na power. Ukimuita shetani atakuwa shetani. Sasa utakuwa umemjustify kufanya hivyo anafanya. Angalia the other angle, muombe, break the chains, break every covenant. Maana kukula spam yako, kukula hivi, it is detrimental because that umekula kitu kiko hai. Umekula mtu. Todo tibego. Mwanade kerane kereu. Na modosho ni morogi. You can imagine? Now imagine your husband. Unaona akitoka, ameenda. Na ni mtu alikuwa a loving dad, a caring dad. All of a sudden, amechange. And this also is being done by by Bentens. Wanafanya hivyo kwa wanawake sasa. Wale wa mama wa Haria. Anti wa Haria. Sasa ndio wanafanywa na Benten. Wamama wamekamatwa, mama anasikiaga akiingia kwa nyumba, akisikia amelala na mwanaume bwana yake hapa, anasikia kama ni kikunya bara kidamu uza. Usiku namkuta ana chat, amejifundika na kamburageti ati ana chat. Kuna mama mwingine alinipatia hapa ati I cannot imagine what is happening with me. I've been chatting na kamtoto na rika ya mtoto yangu. I don't know. I'm not normal, pastor. Yaani akalia lilia hapa kwa ofisi sana. Tukaomba Mungu akaleta ufunuo venye alifanywa. Kutoka siku hiyo akawachana. Now sis anakujanga kanisani. Bwana asifiwe sana. Hallelujah. So that is the kind of scenarios that you need to look at. Kuokoka ni tofauti na madhabahu ni tofauti. Unaweza kuwa umeokoka lakini kuna madhabahu inakutawala. Mume wako atakamatwa na hiyo madhabahu na ataenda. Wengine wameenda kwa waganga wanawake, kwa mganga mwanaume. Wote wameambiwa lazima tuangalie na huko chini tusukume dawa. Wote mwanamke yote ameenda kwa mganga, amelalwa na yeye na huyo mganga. Na from hapo ndio unaonaga unaota doto nyoka kilala na wewe. Mwanamke yote ameenda kwa mganga. Hapa mimi najua kunao hapa. Sikutaji lakini amelala na yeye na mganga. Mganga anapaka hiyo dawa anaweka huko ndani. What will happen to you? Wewe kutoka saa hiyo you become an altar of self destruction. Umekuwa connection ya the powers of darkness. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe sana. I think that is enough for today. Is enough for today? Nimeenda sana leo. Tuimbe wimbo moja waende nyumbani. Washafanywa deliverance ya kutosha, si ndio? Yes. Kila yego thumbura kanige tikire leo. Nirakigwa. Nigethirire. Durani ndiguka haha. Uhonire. Kana urenda kuhutia ukakuhutia. Uka. Ndugi okay. Ndio okay te kuhoere. Out. Out. Come. Come. Out. Out. Toka out. Toka yote. Toka majini toka. Toka majini toka. Toka out. Out. Fire is on you. Fire is on you. Fire is on you. Out. I break everybody. Toa
mizigo yako, toa mizigo. Beba mizigo yako. Toa zote. Carry everything. Beba mizigo. Fukwe. Toa sumu kwa mwili. Toa. Out. See the manifestation. Toa nyoka. Toka. Toa hiyo nyoka. Beba mizigo. Rudi kuzimu. Beba mizigo. Uende kuzimu. Venye uliingia ndani ya mama huyu. Beba mizigo yako. Nenda. 1, 2, 3. Out. Say, my Lord Jesus, Son of God, deliver me. Yes. Out. Loose every demon. Loose every bondage. Every bondage. Come out. 1, 2, 3. Out. Come out. The mighty name of Jesus Christ. The mighty name of Jesus Christ. Out in the mighty name of Jesus Christ. Out. I break every bondage. The mighty name of Jesus Christ. 1, 2, 3. Nachotaka niwe tu. Nachotaka niwe tu. Haja ya moyo wangu ni Yesu tu. Haja ya moyo wangu, sema Bwana Yesu, Yesu tu. Nachotaka niwe tu. Nachotaka niwe tu. Haja ya moyo wangu ni Yesu 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 tu. Nachotaka niwe tu. Nachotaka niwe tu. Haja ya moyo wangu ni Yesu tu. Haja ya moyo wangu nishike mkono Bwana, nishike mkono Bwana, nishike mkono,
nishike mkono Bwana, nishike mkono, nishike mkono Bwana, nishike mkono Bwana, nishike mkono Bwana, nishike mkono, nishike mkono, nishike mkono Bwana, nishike Bwana, nishike mkono Bwana, nishike mkono Bwana. From where? What's your name? Mohammed. Mohammed is your name. No, don't touch. Don't touch. Just sit down. I didn't tell you to stand. Just sit down. I'm not coming there today. I want to operate from here. Just be ready for... Yes, Mohammed. Is that your name? Yes. What brought you here, Mohammed? Is it Allah? Huh? Is it Allah? Why are you here? How did you find yourself here? My friend came with me. Yeah? My friend to my wife. Woman. That's your wife? No. Eh. A friend to my wife. A friend to your wife? Yeah. Who is she? Work. Work, huh? Yeah. So what's the problem? A lot. A lot. Yeah. Yeah. Why are you still in that other side? Or do you want to become a Christian? I'm not there. You're not there? You're Yeah, there I by don't the know. name? I don't know. You don't know why you're there? What connects you there? From long time ago. I met You were this born? lady. You No, were? Huh? I'm born a Christian. You're born a Christian? Yeah. What was your name before you became Muhammad? Hammond. Hammon. Yeah. Yes. Hammon. Yeah. I was once a Muslim. I was Ibrahim. And I turned back to Christ. Would you mind to turn back to Christ? I'll not mind. Huh? I'll not mind. You'll not mind. Lift up your hands. Say, Lord Jesus, Lord Jesus, the Son of God, the Son of God, the living God, the living God. I surrender. I surrender. I denounce I denounce any teachings, any teachings, any doctrines any doctrines from the Muslim family. of the Muslim family. And I have moved And I have moved from my body, from my body, my spirit, my spirit, and my soul and my soul to you, Jesus Christ. to you, Jesus From Christ. today, From today, I'm no longer Muhammad, I'm no longer but Muhammad, Hammon. from In Jesus' name. Father, I break and denounce every demonic power or any doctrine, any teaching, any fundamental and foundational teachings taught in madrasa up until into the Quran. I destroy it and rub it. Naeka maandishi na mafundisho ya Biblia na roho wa Yesu Kristo ndani yake. Kutoka leo, I manifest the Spirit of God and the Spirit of Jesus Christ, that from today, God will use you to serve in His kingdom and to be a servant in His kingdom, that you will prevail. No weapon fashioned against you will prosper. I break all altars, maybe generational altars, family altars, regional altars, or even water altars and forestry altars. In Jesus' name. You're free. Yes, I want you. Do cool music. Cool music, man. Cool music. Yes. Nishike
mkono Bwana, nishike mkono, nishike mkono Bwana, nishike mkono, nishike mkono. Balance the voice. Nishike mkono Bwana, nishike mkono Bwana, nishike mkono Bwana, nishike mkono, Bwana, mimi ni wako Bwana, mimi ni wako, 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 uniongoze Bwana, uniongoze, uniongoze Bwana, uniongoze Bwana, uniongoze nishike mkono Bwana, nishike mkono Bwana, Bwana, nitembelee Bwana, Yesu, nitembelee Bwana, Yesu
anatengeneza njia kwa ajili yangu. Najua Bwana anatengeneza njia, anatengeneza njia kwa ajili yangu. Najua Bwana anatengeneza njia kwa ajili yangu. Imani najua Bwana, najua Bwana anatengeneza njia, anatengeneza njia, anatengeneza njia kwa ajili yangu. Imani najua Bwana, najua Bwana anatengeneza njia, anatengeneza njia kwa ajili yangu. Imani najua Bwana, najua Bwana anatengeneza njia, anatengeneza njia kwa ajili yangu. Najua Bwana, najua Bwana anatengeneza njia, anatengeneza njia kwa ajili yangu. Najua Bwana, najua Bwana anatengeneza njia, anatengeneza njia kwa ajili yangu. Najua Bwana anatengeneza njia, anatengeneza njia kwa huduma yangu. Sitakata tamaa, sitarudi nyuma tena. Anatengeneza njia kwa ajili yangu. Najua Bwana, anatengeneza njia, anatengeneza njia kwa ajili yangu. Imani najua Bwana, anatengeneza njia, anatengeneza njia kwa ajili yangu. Imani najua Bwana, najua Bwana anatengeneza njia, anatengeneza njia, anatengeneza njia kwa ajili yangu. Imani najua Bwana, anatengeneza njia, anatengeneza njia Bwana, anatengeneza njia. Najua anatengeneza njia, anatengeneza njia kwa ajili yangu. Nyosha mkono wako wa rehema, uniguze, unijaze. Nyosha mkono wako wa rehema, uniguze, unijaze. Nyosha mkono wako, nyosha mkono wako wa rehema, uniguze, uniguze, nyosha mkono wako wa rehema, uniguze, uniguze, unijaze, unijaze. Nyosha mkono wako wa rehema, uniguze, unijaze. Mama, nyosha mkono wako, nyosha mkono wako, uniguze Baba, unijaze Baba, nyosha mkono wako Baba wa
Baba wa rehema kwangu, uniguze Masia, unijaze Baba. Baba, nyosha mkono wako Baba, Baba wa rehema, uniguze Baba. Onyosha mkono wako wa rehema, uniguze, unijaze, onyosha mkono wako Baba wa rehema, uniguze, unijaze. Nyosha mkono wako wa rehema Yesu, uniguze, uniponye. Nyosha mkono wako Baba wa rehema, uniguze, unijaze. Nyosha mkono wako wa rehema Baba, unijaze. Nyosha mkono wako, nyosha mkono wako Baba. Oh Baba yangu, unijaze. Nyosha mkono wako uniguze, uniguze, unijaze. Nyosha mkono wako Baba wa rehema kwangu, ninakuhitaji Jehova, wewe ni Mungu wangu. Nyosha mkono wako Baba wako wa rehema, ninakuhitaji Bwana wangu, uniguze. Nyosha mkono wako Jehova, uniguze. Nyosha mkono wako, nyosha mkono wako, uniguze Bwana, unijaze. Nyosha mkono wako uniguze Yesu. Baba, nyosha mkono wako wa rehema Bwana, ninakuhitaji Bwana, unijaze. Wagaga wa Kitui. Kitui. Shosho. Naguka. Bebeni mizigo. Wacheni mtoto. Mwacheni. Piga duru na uende. Bebe mizigo. Nyoka. Cobra. Out of this man's life. Out of this man's life. Bugaga. Guka. Uliingiaje hapa? Uliingiaje? Ati nini? Ulikujaje? Uliingiaje ndani ya mwili ya huyu mtoto? Wazazi wake walifanya nini? Walifanya nini? Wakaupeleka wapi?
Walikupeleka wapi? Waganga. Sasa waganga wa nani? Anaitwa nani? Kabuli. Kabuli. Alikupatia nini? Alimba dawa. Alikuweka wapi dawa? Kwa mdomo. Akanikata huku. Akakukatakata wapi? Huku. Wapi? Toa yongo. Toa. Alikuwekea kwa mdawa? Kwa mdomo? Ukakunywa? Okay, fungua hiyo t-shirt. Fungua hiyo shati nani? Alikukata wapi? Nikakata wapi na wembe. Okay. Sawa, na mimi mwacha nikate na wembe ya biguni. Wembe ya biguni ni moto. Si nimekuweka dawa kwa mdomo? Na walikuweka dawa. Sasa ndio hiyo. Wembe ya biguni. Hiyo. In the mighty name of Jesus Christ. Nafuta wembe za wachawi zote. Ndio sasa. Mighty name of Jesus. Loose the body. Loose the spirit. Thank you Jesus. Come here. Yes. Hata wewe unataka kuokoka? Wewe ulikuwa kwa mganga na uliiba vitu za mganga, si ndio? Mpatie microphone. Huyu ndio last born wetu. Uliiba vitu za mganga. Shika microphone, ongea. Kweli? Yes. Akakalia sufuria. Na akasema hakuna mahali utaenda. Kweli? Kwa sababu wewe ni mjuaji. Umeona ile shida umepata? Karanja, ombea huyu aokoke. We. Who are you? Wewe ni nani? Wewe ni nani? Who are you? Wewe ni nani? Wewe ni nani? Who are you? Wewe ni nani? Fire is on you now. Fire is on you now. Fire is on you now. Fire is on you. Chomeka. 1, 2, 3. Jesus blood. Ameokoka? Ndio kae chini, uko sawa. Huyu jamaa amehangaika, ni mjuaji. Akiingia police station mzima anavunja peke yake. Enda voi ulize, utaje tu jina Ngoge. Askari wanakuuliza una akili mzuri? Ni nani wewe unataja hapa? Sasa si alienda akakoroga akaiba vitu ya mkaba. Mkaba naye akakalia sufuria na akaikojolea. Leda te baba. Baraho makuma kavulini. Magokorete. Ni maragukora. Uraikeirio kuma guku. Nduikeirio kuma nanja. Uikeirio kuma guku tondu no okire bara guku. Ni arogia kanitha eno. Ndakorire kanitha eno iri arogi. Makirite kwa ngoma. Ona ngoma nira maroga na ugati yote yake ndatumanite. Arogire menyu beno karaja. Ni uradaithiri. Ukiri aradaithiri. Ni ndiramenya niki. Makadai makauga atiriri. Ali mwandiki andika hari ai. Akoria atiriri ucio muthe aumite ku. Akaunti ya Nairobi. Na ni ngamuria ati akaunti ya Nairobi ni baba jarire Nairobi. Kiroto gigathi. Ni arogi. Oho kuri ni toikane bara. Aya goko kuri arogi.
arogera me guko mokite ni gutuma matumito specifically mahorie mwaki guko no kuma next week ugai kuma next week juge kuma next week ni moyo kule kialia ri nani wanajua kialia aikara gako kema kira kia welfare gya kanitha hariria ibuku guko citikana hotho guko dikana igwe mundu akihothithia murogi wa mbere guthie kuma hau guthie na mbere uguo tindeuga next week kuma hau tondu ni ahetwo warning maita maigana ni ekuheo warning ya mwisho aria marendaga kunjuraga nuri wa imagine ngari etwete lori etwete breki egacoka na rifathi na niwe tu ya atwari na kihe giako noni ngari yako ya modeto yahitiria uyu ni okite na kanjira wakite Friday kana wakite muthenya uriku Monday Tuesday no Tuesday no Monday Tuesday ni godagire na accident Mati kurayo no anyway it's good continue with the job twende kazi twende nini mwenda twende kazi twende job basha ni yake ni yako ni yake Thanksgiving afari Sayana basi gani sacrifice we oka wahubira mutonike dokono ne kamera todo ugire watwara mutumia ugira ciarire thibitari aremi mekagwo atia how do you deal with aremi immediately yes start kidu kiremi kiremi ni uremi maroho moremi mothe out yes uranyona hiena teriu tonei luka tadora dora wega alabi taya aya Thank you. And now may the grace
Famo. Amen. Wenda kuhoero. Wenda kwaria. Ukaumire ule wenda kunjuraga. Kamera tweni. Baka ufike mahali unakuta kiwetu naambia simama. You must go a process